utafanyaje mwenyewe? Utafanya kazi ya kuwakaribisha, wewe ndio kazi yako utakayoifanya. Kama kuna la kuongea utaliongelea, lakini tunakupa kazi ya kuwakaribisha hawa wageni ambao umekuja nao leo. Tutajua nani ataanza, nani atafuatia. Insha Allah tumombe Mwenyezi Mungu ajalie yale yote atakayozungumzwa yawe ni kuleta faida, yawe yenye kutufaa, ili thawabu ziendelee na kuendelea na kuendelea. Inshallah. Ustadhi Mbogo, karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi kana wa huwa ala ma kana qabla khalq al-makan wa lam yataghayyar amma kana. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون ولو كان كيف كان يكون. Verily, God was, and He still is the way He was. Even before create time and space, He is all along been mutable. He knows what was, and He knows what He is, and He knows what is in store, and He knows the non-existence, and the non-existence have been there. He knows the non-existence. How would have been? Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Islam na hata wale wasiokuwa Waislamu ambao wamehudhuria katika sherehe hii. Sherehe hizi ni kwa kazi maalumu ya dua, kama alivyotangulia mzungumzaji wa awali kwamba kuna mtoto mzuri na kuna mtoto mwema. Watoto wazuri wako wengi tu, na wengine na dua zenyewe wanazikataa, wako wengi, lakini wanaokusudia hapa ni watoto wema. Ni watoto wema ndio wanakusudiwa. Ndugu zangu, ni masiku machache tu tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao ulikuwa ni chuo cha kubadilisha yale ambayo huenda tulikuwa tunayakosea, na tukaingia katika kuutengeneza ucha Mungu. Na ndio maana ukitazama Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile aya ya 185 surati Baqara, Mwenyezi Mungu alipozungumzia kwamba shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran huda linnas wa bayinati min alhuda walfurqan ila akhir alaya. Ukitazama ile aya kuna neno huda yametajwa mengi sana. Huda limetajwa sehemu nyingi tu, lakini huda ya kwanza, zipo huda mbili hapa katika hii aya, lakini kuna huda ya kwanza ukihesabu kuanzia mwanzo wa Qur'ani mpaka unaikuta hii huda ya hapa. Neno hili huda ni neno la 3340. Lakini cha ajabu, ukianzia neno hili huda kwenda mwisho wa Qur'ani mpaka unalikuta lingine neno la 9576. Cha ajabu sasa, ukiamua kutoa 9576 ukitoa 3340, ukirudi nyuma hapo hesabu inakuja ni 6236. Ni nini hii idadi hii? Ni idadi ya aya zote ndani ya Qur'an. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba Qur'ani kweli ni mwongozo, na ndiyo mwongozo wa ibada zote, na ndiyo sababu hata dua hapa anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini cha ajabu, ndani ya Qur'an katika majina yote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jina Allah limetajwa kwa idadi kubwa kuliko jina lolote. Kwanza lina sifa ya upole. Mwenyezi Mungu ana sifa ya upole. Lakini ndani ya Qur'ani neno Allah limetajwa mara 2698. Yaani leo wataalamu wameichunguza Qur'ani wakagundua kwamba Mwenyezi Mungu kajitaja mwenyewe kwa idadi kubwa kuliko vyote alivyovitaja. Lakini pia ndani ya Qur'ani zipo namba Allah kazitaja. Miongoni mwa namba moja, Mwenyezi Mungu namba moja ameitaja ndani ya Qur'ani mara 25. Mara 19 ametajwa Allah. Mara 6 vimetajwa vitu vingine, chakula kimoja, nini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini ameyafanya haya? Ni kuonyesha kwamba yeye ndiyo aliyeleta kitabu cha Qur'an. Cha ajabu kilichopo, mimi leo sitakuwa mzungumzaji sana kwa sababu nimekuja na wasemaji, na miongoni mwa wasemaji ni mashekhe vile vile, akiwemo Shekhe Muhammad Luambo. Ni shekhe, ni muhadhiri na ni shekhe.
Tunaye pia Sheikh Ali Shatri, zamani tulikuwa namuita Kadogo, lakini mimi ninaweza nikatangaza hapa, nimezaliwa hapa, nimesomea hapa. Harakati za kujiendeleza nimeenda kujiendeleza, lakini ujanja wote nimeutoa hapa hapa kwa Shemshi. Miongoni mwa watu ambao wamewezesha, wapo wengi siwezi kuwataja, akiwemo mzee Kai hapo ni miongoni waliofanya harakati, mzee Ngandu, mzee Mzengo, kuna mzee wetu pale mzee nani? Mzee Kiondo. Ni wazee ambao walifanya harakati kubwa, lakini siwezi kumsahau mwalimu Kimea. Ndio miongoni mwa mwalimu wangu wa kwanza ambaye alianza kunifundisha alifu. Kwa hiyo pia natoa shukrani kwa sababu pamoja na dua hii kufanyika, na tunawataja nao, tunawataja kwa wema na thawabu zitawafikia. Watakuja wasemaji kusema, wasemaji wazuri wa kimataifa watasema, lakini ninachozungumza ni kwamba ndugu zangu, katika mambo muhimu, hasa katika mambo ya dua, ni katika mambo muhimu sana. Hakuna kitu ambacho utafanya bila dua. Lakini maajabu ya Mtume SAW amefundisha mambo mengi, hakuna kitu amekiacha. Hakuna kitu amekiacha. Mfano tu wa kawaida, Mtume SAW amefundisha hata namna ya kuingia chooni, kuna utaratibu wa kuingia. Kweli sio kweli? Ukiingia chooni, Mtume SAW ameelekeza kwamba unapoingia chooni tanguliza mguu wa kushoto, na unapotoka tanguliza mguu wa kulia. Ukiingia msikitini tanguliza mguu wa kulia, ukitoka tanguliza kushoto. Na zipo dua maalum pia, sio muda wake kuzielezea. Hakuna falsafa yoyote ambayo Mtume SAW amefundisha alafu ikaenda tu hovyo, isiwe na manufaa. Leo wataalamu wamegundua kwamba mwanadamu mwili wake wote mzima, moyo, robo tatu ya moyo iko kushoto. Kwenye mstari unaogawa kifua, robo moja iko kulia, robo tatu ziko kushoto. Maana yake mwanadamu ana uzito upande mmoja. Leo amegundua kwamba ikitokea mtu amepigwa na shoti ya kitu, labda ni risasi au kitu chochote, wakati anaingia msikitini ametanguliza mguu wa kulia, uzito utazidi mbele, ataangukia ndani ya msikiti. Kama ni kufa, atakufa katika nyumba ya kheri. Na ikiwa anatoka akapigwa risasi au kitu chochote cha shoti kikampiga, wakiwa ametanguliza mguu wa kushoto, wakati anatoka uzito unarudi nyuma, anaangukia tena katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii vile vile pia anapoingia chooni, wapo wale mashaitani, na ndio sababu ya dua zile kuombwa mtu anapoingia chooni. Kuna mashaitani wa kike na wa kiume. Kama wewe unaingia, yeye anatoka, ukakumbana naye, upepo wake ukakukumba, hali ya kuwa umetanguliza mguu wa kushoto, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawezesha uzito wako unazidi nyuma. Kwa hiyo wakati anakukumba, huwezi kuangukia ndani ya choo kwa sababu madhara yake ni makubwa. Ukikumbana naye pale atakukumba, utaangukia nje, umeepukana na madhara ya kuangukia chooni. Na wakati unatoka umetanguliza mguu wa kulia, ukikumbana naye anaingia, akikupiga shoti yule sheitani, basi akikukumba pale hutaangukia ndani ya choo, utaangukia nje pia kwa sababu umetanguliza mguu wa kulia. Kwa hiyo hakuna chochote katika mafundisho ndani ya Uislamu ambayo hayana manufaa kwa binadamu. Yapo mengi ya kuyasema, mimi muda hautoshi. Nitatoa mfano mmoja, ni wakaribisha wageni wangu. Ndugu zangu, kila mwanadamu, kuna sura Qiyam, ni sura ya 75. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza na kiapo pale. Lakini cha ajabu, kuna aya 4 pale. Katika neno la mwisho katika aya 4, ndio ile aya 4 inasema bala qadirina ala an nusawiya banana. Hii aya ina maajabu makubwa sana. Ukitazama mwanadamu, tena Mwenyezi Mungu anasema ayahsabu insanu allan najma idamahu. Hivi mwanadamu anadhani atakapokufa hatutamfufua tena upya kuikusanya mifupa yake tukamrudisha kuwa hai tena? Ndio Mwenyezi Mungu anasema bala, sivyo. Kwa nini? Qadirina ala an nusawiya banana, kwamba sisi tuna uwezo hata wa kukusanya ncha za vidole. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametaja ncha za vidole? Ukihesabu maneno yaliyotumika, la uqsim biyaumil qiyamah, mpaka unamalizia neno bala qadirina ala an nusawiya banana, ukihesabu mwenyewe, chukua hata msaafu, utakuta ni maneno 20. Kwa nini maneno 20? Mwenyezi Mungu amekusudia mwanadamu ana ncha za vidole 20. Maana kuna vidole 5 kulia, vidole 5 kushoto, vidole 5 mguu wa kulia na kushoto, jumla 20. Ni maneno 20, ukizidisha hesabu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametumia vitu vingi kwa mahesabu na hakosei. Lakini cha ajabu kilichopo hapa, ukianzia mwanzo wa Qur'an, ukifika mpaka neno lile banana, ukihesabu ni neno la 5555. Kwa nini? Mwenyezi Mungu amekusudia 5
vitano vitano vitano. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba mwanadamu ana vitu ambavyo akikuwekea huna uwezo wa kubadilisha. Leo tunasajili simu kwa kutumia ncha za vidole. Hii huwezi kubadilisha. Yaani hata tuunganishwe sisi wa kwa Shemshi dunia nzima, waliokufa wafufuliwe, waletwe hapa na watia alama, hazitafanana. Leo Wachina wamegundua kutengeneza vitasa vya kabati, vya milango, lakini katika danse ni 12, ukijaribisha funguo nyingine zinafunguliana. Lakini Allah uwezo wake mkubwa, dunia nzima waliokufa, waliokuwa hai, tukiunganishwa wote, tuweke alama, hazitafanana. Ni kuonyesha kwamba mwanadamu atakapokufa lazima atafufuliwa na lazima atalipwa. Na kwa nini nimeamua kutaja jina la Mwenyezi Mungu la Allah? Limetajwa mara nyingi sana. Maajabu ya jina hili, limeundwa na herufi hizi tatu ambao ni alifu, lam na he. Lakini cha ajabu, katika herufi hizi tatu ndio unasema la ilaha illa Allah, ni zile zile tatu. Huwezi kuvuka hapo. Hakuna kitabu chochote duniani, hakuna mwanafalsafa yote duniani anaweza akatengeneza jina la Mwenyezi Mungu na lenyewe likajipekesha. Ni jina la Allah peke yake. Lugha yote utakayosoma wewe, bahati nzuri sisi ni watafiti, hakuna duniani, kuonyesha kwamba Allah ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo Muislamu lazima uamini utakufa, na ukifa uamini utafufuliwa, na ukifufuliwa lazima ulipwe. Sasa nimalizie kwa kusema jambo moja. Leo wanadamu wamegundua, mfano kuna vitu kama kamera hivi vinarekodi matukio na yanabaki. Kwa hiyo hata mtu leo akiwa amekufa, kama tumemrekodi hapa, rekodi yake kwenye mitandao inapatikana. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani sura ile ya 17 aya ya 13 na 14, Allah anasema hivi, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah anazungumza katika aya hiyo kwamba mwanadamu, kila mwanadamu, wa kullu insanu azamnahu tu'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Mwenyezi Mungu anaahidi katika aya hii kwamba kila mwanadamu tumemfungia jazaa ya amali zake, vitendo vyake katika shingo yake, lakini siku ya kiyama tutamletea daftari, atawekewa mbele kama screen, kisha Mwenyezi Mungu atamwambia iqra kitabaka, soma rekodi yako hapo, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, kwamba nafsi yako mwenyewe inakutosha kuhesabiwa. Wapo malaika ambao wanaandika mema na mabaya, lakini pia nafsi yako wewe mwanadamu una chombo kinahifadhi matukio. Kwa hiyo hatuna ujanja wa kumkwepa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Hatuna ujanja. Kwa ndugu zangu, kama tunafanya ucha Mungu, tufanye ucha Mungu haswa, na ukifanya wema, kama leo mzee wetu mzee Kaya ametoa hiki chombo hiki, tayari daftari lake limeshaandika, na amekitoa kwa kusudio gani? Allah tayari ashamwandikia. Kwa hiyo ukifanya jambo kwa siri, Allah anakuona, anaweka rekodi. Kwa hiyo hakuna ujanja wa kumkwepa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume SAW akafafanua akasema kwamba mwanadamu atakapokufa viungo vyote vitaoza. Lakini kabla hajayasema hayo, anasema ma baina nafakhataini 40, baina ya parapanda mbili, kuna baragumu la kwanza litapigwa, watakufa watu wote walioko mbinguni na ardhini, viumbe wote watakufa. Litapigwa la pili, watafufuliwa. Kwa hiyo Mtume SAW anasema ma baina nafakhataini 40. Msemaji mmoja, muulizaji akauliza, anamuuliza aliyepokea hadithi, 40 yauma, kwamba Mtume SAW alikusudia 40 siku? Qala abaitu, hakujibu, akakaa kimya. Akauliza tena 40 shahra, je 40 hiyo ni miezi? Qala abaitu, hakujibu, akakaa kimya. Lakini akauliza tena 40 sana, je 40 hiyo ni miaka? Akawa hakujibu pia. Akasema thumma yunzilu Allah minas samaa ma'an fayambutuna kama yambutu al-baql laysa min al-insani shay'un illa yabla illa 'azman wahida wa huwa ajibu dhana faminhu yurakkabu al-khalq yawm al-qiyamah. Ndio mnaiona hii mvua inaonyesha mfano kwamba Mtume SAW anaeleza kwamba mwanadamu atakapokufa kila kiungo kitaoza isipokuwa kimfupa kimoja tu, ajibu dhana. Mwanadamu anaweza kule mjini kule, sio hapa, watu wanaiba, wanachoma moto, kuna kamfupa hakaungui.
yani kanakuwa kama ndio flash yako hiyo imehifadhi matukio. Na Mtume anasema kwamba siku ya kiyama sasa kale kamfupa kamoja kale, kwa sababu mwanadamu yani uwezo wake wote una kimfupa kinahifadhi kumbukumbu. Kwa hiyo kale kamfupa sasa siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ataleta maji ya mvua yatashuka katika ardhi, watu watakuwa wanaota kama inavyoota mimea. Ndio siku ya kufufuliwa itakuwaje. Kwa hiyo mwanadamu tayari wewe una chombo ambacho kinarekodi. Kama leo wanadamu wameweza kutengeneza vyombo vya kawaida vinarekodi matukio, Mungu sio zaidi? Kuonyesha Mwenyezi Mungu ni zaidi. Kwa hiyo mimi leo sijakusudia sana kusema, kwa sababu wapo wasemaji na wazuri. Tunaye Shekhe Mohamed Rambo, huyu ni naibu katibu wa Umoja wa Hadhiri Tanzania. Nimekuja naye bahati nzuri mashaallah, ndio kwa mara ya kwanza nafika katika mji wetu. Kwa hiyo nakuomba shehe wangu, mwalimu wangu, naomba uzungumze na Waislamu. Karibu.